amani ni neema. Tusikufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Riyatan kanat aminatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah faadhaqaha Allah libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa mji ambao ulikuwa na amani na utulivu. Yatiha rizquha ragadan min kulli makanin, income ya nchi hiyo, riziki ya nchi hiyo ilikuwa ikija katika kila upande, katika kila sekta. Nchi inaingiza kipato, ikawa na neema kubwa. Lakini watu wa mji ule wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu, fakafarati bi an'amillah, kwa kutenda maasi, kwa kusema yasiyofaa, kwa kufanya fasad. Kilichotokea, faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, Mungu aliwapa vazi la njaa na hofu. Badala ya ile shibe na neema ya kipato, ikawa sasa ni njaa katika mji, na badala ya amani ikawa ni hofu. Kila mmoja anamuogopa mwenzake. Bima kanu yasnaun, hayo yalikuwa kwa sababu ya yale walioyafanya. Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha kwamba tusifanye mchezo kuichezea amani. Ukitaka kujua neema ya amani, waulize wale ambao walioharibikiwa katika nchi zao, kina mama wanavyopata shida, watoto wanavyopata shida, wazee wanavyopata shida. Na kikinuka, ndugu zanguni, hakuna hata kijana, hakuna kijana wala mzee wala yoyote, wala vijana tusijipe moyo kwamba hata sisi tutaweza kustruggle. Hapana. Kikinuka itakuwa kama ile yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in, ya rabbi nafsi, kila mtu na ujana wako. Ni hatari sana, tusijaribu. Sumu haionjwi, sumu haionjwi ndugu zanguni. Kuchezea amani ni sumu, hakuonjwi. Tusichezee amani yetu hata kidogo. Lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika Uislamu tumewekewa silaha, wa huwa ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min, dua ndiyo silaha ya mu'min. Tumetawassal hapa bil Qur'an al-Karim, tumetawassal bi asma'illahi al-husna. Tunaamini kwamba kupitia Qur'ani na majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutavuka salama. Ili ndiyo kubwa, kwa sababu mwenye amani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye anayetoa amani. Tumemkabidhi nchi hii, tumemkabidhi mama yetu Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, na wale wanaomsaidia kwa wema. Kuna wengine ni wanafiki, wamemzunguka mama lakini ni wanafiki. Sisi tunawaombea wale ambao wanaomsaidia kwa dhati na kwa upendo. Mwenyezi Mungu naye awaunge, awawezeshe na awalinde na kila aina ya shari, kila aina shari dhidi ya daktari mama yetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi Mwenyezi Mungu anaijua yake siri, aivunje yake dhamiri, asiweze kusimama. Kwa hiyo kwa dua hii ambayo tulioiomba hapa, naamini kwamba tutavuka salama, na vijana wetu wote Gen Z wa Tanzania, vijana wa Kitanzania, tusiwe mabwege, tuwe wajanja. Tusiharibu nchi yetu kwa mikono yetu sisi wenyewe. Mama zenu hawa wanahangaika, Bi Aisha Sururu na kina mama wenzake wameandaa jambo hili kubwa kwa huruma ya watoto wa Kitanzania, kwa mapenzi ya watoto wa Kitanzania.
kwa huruma ya wanawake wa Kitanzania, kwa mapenzi ya wanawake wa Kitanzania ambao watapata shida wote, sio mama wa Kikristo wala wa Kiislamu. Ndio nikasema juzi, wakikinukisha sisi hatutakinukisha, sisi tutatia udi na al-udi patanukia. Ndilo jambo kubwa tutakalolifanya. Anayetaka ubaya, sisi tutafanya ubaya. Sisi tutaomba kheri kwa ajili ya nchi yetu. Hili ndio jambo kubwa. Kwa hivyo khulasa, kwa ufupi, kwa sababu shughuli yetu ni fupi, lakini imekusanya mambo yote ya msingi, yamekamilika. Hakuna kilichopungua. Dua imefanywa, nasaha zimetolewa, bado nini? Kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo nirejee kumshukuru sana Bi Aisha Sururu An-Naqshbandi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi mama min jamii shururi wa kifaya jamil umur, akupe umri mrefu na afya njema. Unafanya kazi kubwa kwa ajili ya nchi hii. Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza, na wale wote ambao wanaokusaidia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape kila la kheri. Baada ya kusema hayo, niseme tu tarehe 29 tukatumia haki yetu ya kikatiba. Wala usiseme kumwambia mumeo nenda wewe inatosha, unaombea mkeo nenda wewe inatosha, au watoto nendeni inatosha, acha mimi nipumzike. La, wanachotaka baadhi ya watu wabaya, msitoke kupiga kura. Kwa hiyo kama wewe una haki ya kupiga kura, nenda. Usiseme wewe nenda tu inatosha. Hapana, jitokeze, tumia haki yako, ukapige kura, kwa maana ukatiki, uweke ile alama ya vyema, na hii ndio maana ya kutiki. Wama adraka mal kutiki, ni kuweka vyema, huwa maana al-kutiki, inakuwa umekwisha tiki. Walilahi alhamdu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.